Ndugu zangu, leo ni siku ya Kantate. Kantate neno lenyewe ni neno la Kilatini likimaanisha kuimba. Linamaanisha kuimba. Kwa ni siku ya kumwimbia Mungu. Ni utunzi wa muziki. Na hii ilitoka katika Zaburi ya 96 mstari wa kwanza. Ndipo ambapo hili neno Kantate limetolewa. Zaburi ya 96 ule mstari wa kwanza, tunaposema tumwimbie Bwana wimbo mpya, hapo ndipo ambapo Kantate imetolewa, ambapo mstari mmoja unasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote. Hapo ndipo ambapo Kantate imetoka. Sifa ni sehemu muhimu ya maisha. Sifa kwa kawaida tu, kila mtu anapenda kusifiwa. Irudi kwenye maisha yetu ya kawaida, tumwambia kila mtu hapa kwamba amependeza, amevaa vizuri, anajisikia vizuri mpaka huko moyoni. Unapoona mtu amecheka, maana yake kuna kitu kizuri ameambiwa chenye sifa. Umependeza sana. Kwa hiyo umependeza. Unaona walivyocheka na kufurahi. Mtu anapoambiwa umependeza, anafurahi moyoni mwake. Kwa tumaini sana zenu zimewapendeza Mungu. Mmetoka vizuri. Mnaonaje bineza walivyong'aa? Bwana Yesu asifiwe. Unajisikiaje ukisifiwa, ukiambiwa kwamba hiyo siku yako iko sawa sawa? Namna ulivyojenga ile nyumba yako iko vizuri. Kila mtu anapenda sifa. Hata pale kazini ukimsifia mwenzako anakupenda. Lakini ukianza kumwambia umesuka, ukianza kumwambia mtu namna hiyo, ule moyo na ukaribu na uhusiano vinaondoka. Sifa zinaleta ukaribu, zinaleta umoja, zinaleta ushirikiano. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu, kwamba sifa zinafika uwepo wa Mungu. Kuna watu wanaimba mapepo yanatoka. Kuna watu wanaimba wanapona. Kuna watu wanaimba wanapata faraja. Kuna watu wanaimba Mungu anawaondolea vidonda na makovu ya vipindi vilivyopita, anawafanya kuwa watu wapya. Nyimbo zinaeleza hisia za mtu, zinaeleza vipindi tulivyopo. Nyimbo zinatunza utamaduni wetu, na nyimbo zinaimarisha imani. Napopenda kuwashirikisha watu wahitaji, mara nyingi huwa nawauliza tuimbe wimbo gani, kwa sababu kuna nyimbo ambazo wanazipenda wakiimba, kwa sababu hawajafika kanisani muda mrefu, zinawafariji na kuwaimarisha na kuwatia moyo na kuwafanya wajisikie sehemu ya kundi la Mungu. Wengine huwa wanalia, wanatoa machozi wanapoimba zile nyimbo ambazo wanazipenda. Ndugu zangu, Zaburi ya 148 huu mstari wa kwanza mpaka wa 7, ukiangalia jinsi ambavyo umepangwa, inakukumbusha kuwa viumbe vyote kuanzia mbinguni mpaka duniani wanapaswa kumsifu Mungu. Biblia inaanza kuwataja viumbe vyote vilivyoko mbinguni, kuanzia malaika, kuanzia jeshi la mbinguni. Ile protokoli yote ya mbinguni nayo msifu Mungu imetajwa kwa utaratibu, na vyote wanasema vinapaswa kumsifu Mungu. Kwa hiyo kila kiumbe chenye pumzi, kilicho hai, kinapaswa kumsifu Mungu. Ameanza kuwataja wale walio mahali pa juu sana, maana wale walio karibu na Mungu. Maana hakuna mtu asiyepaswa kumsifu Mungu. Akaja malaika, akaja majeshi yote, lakini akaja
ile mianga miwili mikubwa, jua na mwezi, akimaanisha uumbaji wote. Lakini akaja na nyota zote zenye mwanga, akaja mbingu, akaja maji. Vyote hivyo vimetajwa ili vilisifu jina la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanadamu tunawekwa na Mungu ili pia tuweze kumsifu kwa yale mambo makubwa ambayo ameyatenda. Zaburi hii ni mojawapo ya zaburi za sifa ambazo zimetungwa ikihimiza viumbe vyote kumsifu Mungu kwa ukuu wake. Kinachotakiwa hapa ni ule ukuu wa Mungu, ndio unaosifiwa, jinsi ambavyo ametenda, jinsi ambavyo ameumba, jinsi ambavyo ametuwezesha. Ndugu zangu, uko umuhimu wa kuimba. Najua watu wanatofautiana katika kuimba. Kuna mtu akiimba utaona kweli mbingu zimeshuka. Hata na sisi ambao tuna sauti ya tano. Lakini kuna wale ambao Mungu amewabariki wakiimba kweli. Mungu amewapa hiyo vipawa. Unasikia uwepo wa Mungu. Unasikia kama kuna siafu wanapita huko kichwani. Unasikia kama umeandishwa pale mahali ulipokuwa na Mungu amekuweka mahali fulani. Kuna umuhimu wa kumsifu Mungu. Sifa huleta faraja na utulivu. Unapoimba unapata faraja, unapata utulivu kabisa. Na nyimbo zinaelezea maudhui ya mahali na kitu kinachofanyika. Niliwaza tu kwa mfano mimi mchungaji na funga ndoa hapa. Nimeshafika hapa, wamefika, maharusi wamefika, na tunatangaza wimbo wa ndoa. Nasema kuimba wimbo namba 152. Maharusi wanaweza wakasimama wakaondoka. Lakini pengine mchungaji amekosea tukio au ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo nyimbo zinaweza zikaelezea maudhui ya nyakati tulizo nazo. Zinaelezea na zinatia moyo. Kwa hiyo zinapoimba kwa wakati wake zinatia moyo. Hizi ukiimba kwenye msiba wale watu wanafarijika. Nyimbo za Kikristo sio kwenye msiba, zote ni nyimbo zetu. Lakini kwenye akili zetu tumeshajituni kwamba ni kipindi cha huzuni, nyimbo za kututia moyo. Nyimbo za kututia moyo. Lakini uende kwenye msiba sasa uimbe pia nyimbo za mashangilio. Pamoja na huzuni, watu wanasikiliza pale msibani. Kwa sababu kile unachoimba akiendani na kile ambacho kinatokea. Watu wako kwenye huzuni, wanategemea kuimbe nyimbo za faraja ambazo nyimbo hizo zitawaimarisha katika kipindi walichopo. Bila shaka watu watategemea tuimbe nyimbo kama 430 au 424 nionapo amani au hivi, kwamba zinawatia moyo. Tuwaambie kwamba tufanye na kuvuma sana moyoni, kuona na kujificha mkononi mwa Mungu. Wasikie hayo, nyimbo zinaweza kufikisha ujumbe. Lakini nyimbo pia zinaweza kufikisha ujumbe mahali ambapo wewe huwezi kufika. Hao wanakwaya wanapoimba na kurekodi nyimbo zao zinakwenda duniani mote. Kuna watu wamekwenda Brazil hapa hawajawahi kufika. Kuna watu wameenda Uganda hapa hawajawahi kufika. Sauti zao zimekwenda kule. Kwa nyimbo zinaweza kwenda mahali ambapo wewe mwenyewe huwezi kufika. Jambo la pili, nyimbo huhifadhi historia na utamaduni.
nyimbo zetu tunazoziimba bila lakini zinahifadhi historia yetu na utamaduni wetu. Lakini nyimbo hizi, kwa mfano, Injili ilipofika kwetu, hata wale ambao walikuwa hawajui kusoma walijua kuimba nyimbo, wakashika Biblia kwa njia ya nyimbo. Kuna watu hawajui hata kusoma lakini wanaijua Biblia kupitia nyimbo. Wanamsifu Mungu kwa sababu nyimbo ni rahisi kushika, na kwa msingi hiyo unalishika neno la Mungu. Lakini nyimbo huhamasisha na kuimarisha imani. Katika makabila yetu kuna nyimbo ambazo watu walipokwenda kufanya kazi zile za pamoja waliimba. Wale wavivu waliimbiwa pia. Wale watoto vipojozi waliimbiwa pia nyimbo za kuwafuta ili waache. Lakini kuna nyimbo ziliimbwa ambazo zilikuwa na kuhamasisha watu wafanye kazi. Nyimbo za kufanya kazi. Lakini pia zinaimarisha imani yetu. Nyimbo zinajenga mshikamano wa kiroho. Tunapoimba nyimbo zinakujenga, zinakuwekea mshikamano wa kiroho, tunakuwa kitu kimoja. Mshikamano wa kijamii, mshikamano wa mtu mmoja mmoja. Kwamba ukiimba tunajisikia kama ndugu, tunajisikia kama rafiki, tunajisikia kama wamoja, kwamba tunapotembea njia moja tunatembea kweli kwamba tumeshikamana. Ndugu zangu, sasa ni kwa nini tuimbe? Jambo la kwanza, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji wa vitu vyote. Kwa tunasikia yale maajabu yake ambayo ameyafanya. Oh,
Mungu anatupatia uhai na pumzi, na hivyo lazima tumsifu kwa matendo ambayo ametutendea. Kwa nini tusifu? Kwa sababu Mungu anatenda miujiza na kutusikia. Miujiza si ya watu ambao ni walemavu wa miguu kutembea, lakini muujiza ni wewe kulala usiku na kuamka asubuhi. Muujiza ni wewe kukumbuka kwamba leo ni siku ya ibada na ukaja. Muujiza ni ile hewa unayoipata kila siku. Huo ndio muujiza wa kwanza ambao Mungu ameuweka. Sifa huleta uwepo wa Mungu. Nafahamu Daudi aliimba mpaka mavazi yakamdondoka pamoja na ukuu wake na kila kitu. Lakini unapoimba, uwepo wa Mungu unakuja. Uwepo wa Mungu unakuwepo. Kuna vitu vinatokea kwa sababu Mungu wetu anapenda sifa na anakaa mahali penye sifa. Na anasema mimi msiponisifu mawe haya yatapiga kelele. Maana yake hata uumbaji ya vile vitu visivyo hai vinaweza kumsifu Mungu sisi tusipofanya hivyo. Ndugu zangu, wanaweza waliimba wimbo mpya kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni ushindi. Walipopata ushindi katika jambo lolote, walimwimbia Mungu. Lakini jambo la pili ni shukrani. Kuna saa walifika Mungu akawatetea kwa kiwango ambacho si cha kawaida. Wakasungujikwa na nyimbo za shukrani, wakitoa shukrani zao kwa Mungu wao. Lakini pia uhusiano ulipokuwa pia na Mungu wao, walimwimbia Mungu. Kusoma kitabu cha Kutoka 15 mstari wa kwanza, utaona Debora akiongoza wimbo wa ushindi baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Wanaimba kwa furaha kwamba Mungu amewawezesha, amewakomboa na utumwa. Kutoka 15 kianzia mstari wa kwanza na kuendelea. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Ukiendelea kuangalia utaona mashairi namna walivyoyapangilia wakimsifu Mungu kwa jinsi ambavyo amewatoa utumwani. Ndugu zangu, watu wanaimba pale wanapopata ushindi dhidi ya maadui wanaowazunguka katika maisha yao. Kila mmoja kwa namna yake. Tungeruhusu kila mtu akaimbe. Kila mtu angekuwa na wimbo wake, jinsi ambavyo Mungu amemtendea maajabu katika maisha yake. Ndugu zangu, tunaimba kwa sababu Mungu anatupa ahadi na neema mpya katika maisha yetu. Kuiona siku ni kutimizwa kwa ahadi mpya ambazo Mungu anatupa katika maisha yetu. Lakini kuonyesha utukufu kwa Mungu kama tulivyosoma katika Zaburi ya 96 mstari wa kwanza. Lakini jambo lingine ni shukrani kwa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 40 mstari ule wa 3, utaona mwimba Zaburi anapoelezea hisia zake na shukrani zake kwa Mungu kwa njia ya nyimbo, akimshukuru Mungu kwamba Mungu amefanya mambo makubwa katika maisha yake. Anasema, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumainia Bwana. Kwa hiyo anaweka wimbo mpya wa sifa na shukrani katika vinywa vyetu kwa yale ambayo Mungu ameyafanya. Ndugu zangu, kusoma Ufunuo 14 mstari wa 3. Kuna wale 144 ambao kazi yao ni kuimba tu, kumsifu Mungu. Hii inatupa picha kwamba kuimba au sifa ya kipekee kwa Mungu katika nyakati za mwisho, pia kwamba hii siku tutakusanya
hiyo tu. Waserafi na makerubi wanainama, wanainuka, wanamsifu Mungu wakisema umetukuka. Itakuwa ndio kazi yetu kubwa katika nyakati zile za mwisho. Ndugu zangu, sisi wa leo yako mambo ambayo yanatakiwa yamsifu Mungu katika maisha yetu. Kwanza ni vile ambavyo Mungu ametupa kuvifanya. Vile ambavyo Mungu ametuamini kufanya, lazima nimsifu Mungu. Kama Mungu amekupa kazi mahali fulani, ifanye imsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ifanye imsifu Mungu. Kama Mungu amekuweka mahali, aendelee kukuamini kwa jinsi ambayo unafanya kwa uaminifu. Tuko kufanya kile ambacho umepewa na Mungu. Ni kufanya jina la Mungu litukane. Ni kumwondolea Mungu sifa. Ni kumwondolea Mungu heshima. Umoja katika familia zetu, ushirikiano katika ofisi ambazo tumepewa. Mtu akimwona huyu mtu asema hakika huyu mtu ni Mkristo, anamfahamu Mungu. Kwa njia hiyo utakuwa unamsifu Mungu. Kila unachokifanya ukipime kama kinamtukuza Mungu kweli au. Nilitoa mfano mmoja juu ya mfugaji mmoja ambaye alikuwa na kondoo zaidi ya 200. Na fisi alipovamia lile kundi akawaua wote. Aliwaua kwa sababu alipokuwa anaua wa kwanza aliona hafai kula. Anaua wa pili anaona hafai kula, mpaka akamaliza wote. Wale hawana sifa ya kumtukuza Mungu. Hata wale wanyama walioko pale nyumbani kwako wamsifu Mungu. Wamsifu Mungu. Pale nyumbani kwa msifu Mungu. Mtu akifika anaona kweli kwamba hapa kuna mtu ambaye amewekwa na Mungu. Hata kupangilia nyumba zetu kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumsifu Mungu. Hata vitanda vyetu vimsifu Mungu. Hata tusiende kwenye mambo makubwa sana, yale madogo madogo. Kwa anaamka na hata blanketi kama alivyoamka, kama alivyolala ndivyo ameliacha hivyo hivyo. Atakutana nalo jioni. Lakini kuna vitu ambavyo kama ungeanza na hili kidogo, hata vile vikubwa haviwezi kumsifu Mungu. Ni lazima msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwenye pumzi na amsifu Mungu. Namna tunayopangilia mambo yetu. Unapangiliaje ofisi yako ambayo Mungu amekupa? Unasema unatafuta kitu ofisini kwako ukioni. Kwa nini usipangilie vitu vyako vikamtukuza Mungu? Mtu akiingia aone kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Msifu Mungu si kuimba tu. Ni pamoja na vile vitu tunavyofanya kwamba vinamtukuza Mungu kweli. Duka lako linamtukuza Mungu. Limekaa sawa sawa. Shamba lako linamtukuza Mungu. Ni lazima vitu hivyo vyote vimtukuze Mungu ambayo Mungu amekupa. Hata kama ni kidogo, kiweke kikae vizuri. Ni kama na hali na vitu vizuri, lakini leo kama ukifika mahali uone kitu kizuri, umuone Mungu pale. Hakuna sisi tutamuona Mungu kwa macho, tutamuona Mungu kupitia watu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapo unajua kuvaa vizuri. Anaweza akawa na nguo mbili, lakini huwezi kujua muda wote zimenyooshwa. Yuko smart hujawahi kuona. Mpaka unamuona Mungu ndani yake. Ni vitu vidogo lakini ambavyo katika hivyo vitamtukuza Mungu. Katika mwaka huu wa uchaguzi tumuone Mungu pia. Wale ambao ni Wakristo wanaoshiriki kupiga kura, kupigiwa, Mungu aonekane. Tusishiriki kutoa rushwa wala kupokea kwa sababu ya mtu au nafasi yoyote, lakini tumtangulize Mungu mbele. Mungu akifanikisha watu wakamsifu, na watu wakimsifu tutakuwa umeshiriki katika kumsifu Mungu. Kila mmoja anayo pumzi ya uhai. Mungu ametenda mambo mapya kwetu kila siku.
kila mmoja wetu amwinulie Mungu sifa, amweleze mambo yake, aseme shukrani zake, aeleze maombi yake, na atengeneze uhusiano wake na Mungu wetu. Tutaimba kwa kuchangamka 398. Hapa duniani tunaweza tukawa na marafiki, lakini katika wimbo huu na kuelekeza kwamba rafiki wa kweli ni Yesu Kristo. Tunapomsifu na kumweka karibu yeye, kuna vitu ambavyo atatuonyesha habadiliki. Yeye yule jana, leo na hata milele. Hapana rafiki kama Yesu.
vyenye sifa. Viko vitu ambavyo Mungu anataka kuvifanya viwe sifa kwake na kwa wale wanaotuzunguka. Kila mmoja anafahamu jambo ambalo angetamani Mungu alifanye kuwa sifa, kama ni kazi yake, kama ni biashara yake, kama ni jambo lolote. Kwa kuwa yeye hakuna jambo linalomshinda, na kwa kuwa vitu vyote vimeambiwa vimsifu Mungu, tumwambie Mungu ili akafanye kuwa sifa, akavifanya na vile vitu kuwa sifa, akafanya kazi na mikono yetu ziwe sifa. Ukisoma Biblia utaona jinsi anavyoeleza jinsi kazi za mikono yetu tunatakiwa kumsifu Mungu ziwe za ustadi. Kila utakachokishika kipate kibali mbele za watu. Kila utakalolifanya lipate kibali machoni pa watu na machoni pa Mungu. Kila utakapopita watu wakuite mbarikiwa, waseme heri, kwa kuwa utafanyika kuwa sifa mbele za Mungu. Na ndivyo tunavyoamini katika siku hii muhimu, kwamba kuna vitu ambavyo Mungu atapenda kuvifanya. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku njema ambayo umetupa. Umetuumba sisi wenyewe ni sifa mbele zako, kwa namna ulivyotuumba, kwa namna ya ajabu. Kaumba watu warefu na wafupi, kaumba weupe na weusi, wanene na wembamba, kwa namna ya kila mtu, ili kuipendezesha dunia hii, Mungu wetu, na kukamilisha uumbaji wako. Umetupa mambo mbalimbali ya kufanya katika maisha yetu. Watoto wako hawa ni wafanyakazi, wanafanya biashara, wana ofisi binafsi, kila mmoja kwa namna yake ambao umempa utumishi. Mungu wetu, tunasogea mbele zako tukileta wimbo wetu wa sifa mbele zako, tukikushukuru kwa jinsi ya uumbaji wako, tukileta kazi za mikono zetu zote katika mwezi huu wa wafanyakazi ambao umetupa Bwana, ili kila tunachokifanya kiwe sifa mbele zako. Tukitembea Bwana iwe sifa, tukiimba iwe sifa, tukila iwe sifa, tukikaa iwe sifa, tukiingia ofisini kwetu ikawe sifa. Ondoa yale yote Bwana ambayo yanaondoa uzuri katika maisha yetu. Wako ambao wamewekewa sura nyingine Bwana, wako ambao ofisi zao zimefungwa kwa namna moja ama nyingine, ili uzuri wako usionekane. Tunalituma neno lako lenye nguvu katika ofisi zetu. Tunalituma neno lako Bwana katika maisha yetu. Tunalituma kwenye ndoa zetu, tunalituma kwenye familia zetu, tunalituma kila mahali, kwenye mashamba yetu, kwenye mifugo yetu, kila mahali sifa zako Bwana zipate kutoka. Bali na kuvuma, na sisi Bwana tuweze kutoa sauti za furaha. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyefika katika ibada hii, na wale ambao hawakuweza kufika. Utubariki sisi sote kila ifikapo leo, tuwe na mioyo ya furaha, mioyo ya shukrani na ushindi katika wewe Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.